Yesu alipomwona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ili wakati ninapokuja mimi mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda. Nayo ilikuwa ni Sabato siku hiyo. Asante Bwana Yesu kwa neema yako, mfalme wa amani. Ninakushukuru kwa baraka zako na neema yako na nafasi ambayo umenipa mjeuri wako. Ninakuomba Roho Mtakatifu, Bwana wa majeshi, ukafungue masikio ya kiroho na kimwili, ukaponye Mungu mwenye nguvu kupitia neno lako. Kanitumie tu kama chombo na mtumishi wako, katika jina lako Yesu Kristo, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina yangu ninaitwa Gideon Emili Chonga, na kwa cheo ambacho Mungu pia amenitunukia ni mwinjilisti. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mwinjilisti. Tuna kila sababu ya kushukuru Mungu, kuwepo imani kwa Mungu. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Unapokuwa ibadani, unapokuwa kanisani kumtafuta Mungu, ibada yako inategemea na ulivyoanza. Wakati wa maombi ya asubuhi, wakati wa neno, wakati wa sadaka na wakati wa mahubiri inakamilisha ibada yako. Wakati wa kusifu, nizungumze kitu kimoja. Neno la Mungu nasema kwamba Mungu anaketi katikati ya sifa. Wapo watu hospitalini wanatamani kupata nafasi ulioko nayo. Kuna watu wengine ni wagonjwa, wanahitaji kupata sekunde moja ya kumsifu Mungu na kusifu kwa kucheza na kwa kurukaruka, lakini wanakosa hiyo nafasi. Nikikumbuka kuna mzee mmoja alikuwa yuko pale Temeke. Wakati tunatembelea wagonjwa, yule mgonjwa alitamani kusimama, lakini alikuwa hana nguvu za kusimama. Alitamani kumwimbia Mungu, lakini alishindwa kutokana na udhaifu aliokuwa nayo. Lakini Mungu amekupa afya, amekupa uwezo na akili za kumsifu Mungu. Sikiliza nikwambie, Daudi alimsifu Mungu mpaka vazi lake likaanguka. Unapomsifu Mungu kuna milango inafunguka. Unapomsifu Mungu kwa kucheza, unakiri uwepo wake kuwa Mungu yupo, Mungu wa Elia, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, aliyenitendea kwa mema, kwa mabaya yote ni kwake. Waka nashangaa sana kuona watu wakiwa wanasifu, mtu mwingine amekaa. Mtu mwingine anashangaa, mwingine anapocheza anamshangaa mwenyekiti wa mama kwamba anawezaje kucheza akiwa ni mtu mzima. Mwingine anamwangalia kijana anaporukaruka. Sikiliza, imewapasa kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Sasa rafiki yangu, huendi kwenye kasino, huendi bichi kujirusha kule kwenye disco, unachezeaga wapi? Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji wetu anasema unachezeaga wapi? Nikikumbuka enzi za ujinga, Kigoma kule, kuna muziki fulani waga tulikuwa tunaichezaga. Ulikuwa unacheza paka unavua shati, paka unagaragara kwenye matope. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hakuna faida yoyote. Unashindwa nini kumsifu Mungu wako aliyekupa pumzi na uhai, aliyekupa uweza na nguvu? Sikiliza, tunapomhitaji Mungu na nguvu zake, lazima tufuate sheria zake, lazima tumwazimishe katika njia zake. Kuna mtu hawezi akanielewa, ila yupo mtu mmoja ambaye alilala kitandani
ambao alipita nyakati